Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu ni mwema, ametupa neema na kibali. Tuko darasani tena, ninakukaribisha ili tuweze kushirikishana ujumbe ambao nimesikia moyoni kuleta kwako siku ya leo. Leo tutaenda kujifunza jinsi ya kushinda roho ya hofu. Tunaposoma kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo, sura ile ya 1 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu, ya upendo na ya moyo wa kiasi. Ila katika maisha yetu siku hizi za leo, tunaona hofu ni moja ya silaha ambazo adui huzitumia kuwazuia watu wa Mungu ili tu washindwe kufikia makusudi yao ambayo Mungu ameweka ndani yao au kusudi lao. Wakati mwingine hofu humfanya mtu ashindwe hata kuchukua hatua ya kufanya jambo fulani. Inawezekana Mungu amesema na wewe kwa habari ya huduma. Amesema na wewe baba kwamba wewe ni mwimbaji mkubwa, au wewe ni mwalimu, mwinjilisti, au amesema na wewe kwa habari ya karama au kipawa mbalimbali, kipawa fulani ambacho ameweka ndani yako. Lakini unakuta mtu huyu anashindwa kuchukua hatua ya kufanya kile ambacho Mungu amesema na yeye kwa sababu ya hofu tu. Kabla sijaendelea, mimi pia ni ushuhuda. Haikutokea tu ghafla nikaanza kufundisha ninavyofundisha. Ilichukua muda kwa sababu ya roho ya hofu. Lakini nilipojua inatoka kwa adui, nikaamua kusimama na kuishinda. Na ndio maana leo nimesikia nije niseme na wewe unayenisikiliza. Inawezekana kuna mambo ambayo Mungu amesema na wewe katika maisha yako, lakini imefika mahali unashindwa kusimama na kuchukua hatua na kutii na kufuata maagizo yale ambayo Mungu amesema amekupa ili kuhakikisha unafikia kusudi ambalo Mungu amekuitia au kusudi la kuumbwa kwako. Wakati mwingine amekuagiza kufanya jambo fulani. Inawezekana labda kwenye biashara, amesema na wewe juu ya biashara fulani, lakini ukafika mahali ukaanza kujitathmini, ukajitazama, ukaangalia uwezo ulionao sasa. Mwingine ukasema sina pesa. Au inawezekana wewe ni msomi, lakini hofu imetanda ndani yako. Unasema mimi siwezi kupata kazi. Sasa hivi ni wasomi ni wengi. Inafika mahali unashindwa kuchukua hatua. Sasa leo tunakwenda kujifunza somo hili, ninaamini kuna kitu utapokea. Na pia wakati mwingine hofu hii, yani hii roho inatoka kwa adui na ni mbaya sana, na ni silaha ambayo adui anaitumia mno hata kwa mcha Mungu na mtakatifu aliyesimama kiasi gani kwa Mungu. Akifanya mchezo, hii roho inamtoa katika mstari. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta hata inamfanya mtu au mcha Mungu akate tamaa. Anapopitia katika hali fulani, labda anamgoja Mungu katika jambo fulani, hofu inakuja ndani yake na kufika mahali anakata tamaa. Na mara nyingi wagonjwa, watu wanaopitia changamoto ya ugonjwa, hii roho huwa inayotembelea sana. Neno la Mungu linasema utakufa bali utaishi ili uyasimulie matendo makuu ya Mungu. Lakini mtu mwenye hofu inafika mahali hilo andiko wakati huo alioni tena na linapotea kwa sababu tu ya mahubiri ambayo Mungu shetani anaweka ndani yake. Kwa hiyo tunaona kwamba wakati mwingine roho ya hofu utufanya tukate tamaa juu ya mambo fulani. Mfanya biashara, imefika mahali ukaona biashara yako haiendi. Unakutana na kinyume cha matarajio. Inawezekana ni mtumishi wa Mungu, ikafika mahali ukaona huduma yako haiendi kwa sababu kile ambacho Mungu amekuonyesha, kile ambacho Mungu amesema na wewe tofauti na kile unachokipitia. Roho ya hofu inaweza ikaingia ndani yako ikakukatisha tamaa. Kwa hiyo wakati wote ambapo unaona kuna mambo unayoyafanya, ikafika mahali unajikuta unaghairi au unakata tamaa na kukaa chini, jua kwamba roho ya hofu tayari imeshaingia ndani mwako. Na wakati mwingine roho hii ya hofu umfanya mcha Mungu
akimbie changamoto. Si kila wakati tutakimbia changamoto, na si kila wakati utakutana na jaribu kama la Yusufu. Ni kweli Yusufu alikutana na jaribu, Mungu akasema naye akakimbia, lakini si kila changamoto ni ya kukimbia. Zingine Mungu anazileta kama shule kwetu. Tunatakiwa tusimame na kuhakikisha tunasimama katika kumtafuta Mungu, tunaomba, tunatafuta maarifa ya kutosha, na tunajengeka kiimani mpaka kuhakikisha ile changamoto tunaishinda. Kwa hiyo ukiona kila changamoto inapotokea kwenye maisha yako unakimbia, umefanya biashara, matokeo sio mazuri, unafunga biashara, umeajiriwa, unakutana na changamoto kazini, unaacha kazi, kwenye ndoa, umeingia kwenye ndoa, unajua kutoka mmeanza, toka uchumba, sweetheart, honey, mahaba tele, ukajua ndo maisha ndo haya tu, mimi nilikuwa wapi, mbona nimechelewa? Lakini unasahau kwamba kila kitu chema lazima kipimwe. Changamoto zitakapoanza umekimbia, jua kwamba ni roho ya hofu. Tunaona neno la Mungu linasema hatukupewa roho ya hofu. Kwa hiyo roho ya hofu ni silaha ya adui, na mara nyingi watu wengi sana huwa wanapoteza ndoto zao, wanapoteza huduma, wanapoteza fursa, wakati mwingine wanapoteza hata wasaidizi wa kiungu ambao Mungu ameweka katika maisha yao kwa sababu ya roho ya hofu iliyoko ndani yao. Na ndio maana neno la Mungu linasema Mungu hakutupa roho ya hofu. Kwa hiyo kama Mungu hakutupa roho ya hofu, kiko chanzo. Ni kweli chanzo kikuu ni adui, lakini tutaenda kuviangalia na vyanzo vingine. Chanzo cha kwanza, dhambi. Tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 10, tunamwona Adam pale. Adamu alimjibu Mungu. Adamu alimjibu Mungu akamwambia, nasikia sauti yako. Nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa. Nini kilimfanya aogope? Kwa sababu alifanya kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo ninapozungumzia dhambi, naomba ondoa lile wazo la dhambi ya uzinzi tu. Hata pale ambapo Mungu anatuagiza kufanya jambo fulani, tusipolifanya, Roho Mtakatifu akakuuliza, Catherine, nilisema na wewe ufanye jambo fulani na fulani, mbona hujafanya? Wakati mwingine unazuiwa kufanya kwenda mahali fulani au kushirikiana na mtu fulani, ukashupaza shingo ukafanya. Mungu anapokuja na kukusemesha, ni lazima hofu itaingia ndani mwako. Wakati mwingine unaweza ukaambiwa tu leo funga, lakini ukawaza juzi nimefunga, jana nimefunga, ina maana haijatosha, ngoja leo nile. Roho Mtakatifu anapokuja akakusemesha na kukukemea kwa kutokutii, wakati mwingine hofu huwa inaingia ndani, kwa sababu tayari unakuwa umemkosea Mungu. Na wakati mwingine tunafanya dhambi zingine kama hizo za uzinzi na uasherati. Unajua kabisa hii dhambi ninayofanya ni ya uzinzi, ni chukizo kwa Mungu, lakini bado unafanya. Mimi huwa nasema kwamba kwa habari ya uzinzi wala hatutaki kumsingizia shetani, ni sisi wenyewe. Mtu unajiandaa, haya, unapoenda unatakiwa ulipe na nauli au utumie usafiri, unapanda na chombo hicho cha usafiri, unaenda mpaka unakoenda. Inawezekana na huko unakoenda kukutana na wewe unakutana naye, unafanya na malipo. Unafika pale ulikuwa na nguo unazitoa mwenyewe, mwisho wa siku unaanguka kwenye uzinzi, alafu unasema adui. Sio kweli. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo dhambi siku zote huwa inamtenga mtu na Mungu. Hata wale ambao wanafanya dhambi ya uzinzi, ukiwafuatilia, baada ya lile tendo tu huwa wanasikia hatia ndani yao. Hofu inajaa ndani yao. Kwa sababu gani? Wamemchukiza Mungu. Kwa hiyo dhambi siku zote huwa inatutenga na Mungu. Na hii dhambi ninayozungumzia, hakuna dhambi kubwa,
wala ndogo. Dhambi yoyote, ukishafanya dhambi yoyote, useme uongo, usengenye na mengine kama hayo, kila unachojua utakachofanya kinyume na Mungu siku zote kinatupelekea katika hofu. Na ndio maana tunaona Adamu alikula tunda. Unaweza ukasema tunda tu, lakini Mungu alimwambia ale. Mungu alimkataza. Na hata alipomsingizia Eva, tulimsikia Mungu alichosema. Kwa hiyo wakati mwingine huwa tunafanya dhambi alafu tunasingizia watu wengine, wakati sisi wenyewe tunajua wakati tunafanya au wakati tunainena ni sisi wenyewe tumenena. Tulikuwa tuna uwezo wa kuchagua, kwa sababu neno la Mungu linasema tumepewa uhuru wa kuchagua. Chagua mema ili uishi, na ukichagua mabaya ndio uangamivu. Kwa hiyo mtu siku zote baada ya dhambi huwa hofu inaingia katika maisha yake. Kwa hiyo ukiona tu kuna mambo umeyafanya au umeyazungumza, hofu ikaja ndani yako, basi jua ni dhambi. Na siku zote mwenye dhambi hawezi kuwa jasiri mbele za Mungu, hawezi kuwa na amani mbele za Mungu. Kwa hiyo ili tuweze kushinda hofu, tunatakiwa kuepuka dhambi. Jambo jingine, kukosa imani. Wakati mara nyingi tunapopitia changamoto mbalimbali, inawezekana unapitia jaribu la afya, biashara huenda haiendi vizuri, umesoma, una elimu nzuri lakini unatafuta kazi, upate ajira, unatamani kufanya huduma fulani ambayo Mungu amesema na wewe, lakini unajikuta hofu inajengeka ndani yako. Hivi mimi nitaweza? Mungu amesema na mimi kwamba mimi nitakuwa mwalimu, nitakuwa mhubiri mzuri mkubwa, nitakuwa mfanya biashara mkubwa, nitakuwa tajiri. Inawezekana kweli? Unajikuta unamwekea Mungu mipaka kwa sababu tu ya kupungukiwa imani. Kwa hiyo tunaona pale ambapo imani zetu zinakuwa ndogo mbele za Mungu, pale ambapo tunaangalia changamoto badala ya kuangalia ukuu wa Mungu katika ile changamoto, siku zote hofu inajengeka ndani yetu. Na mara nyingi Mungu anatutamani sana tuangalie ukuu wake kuliko yale matatizo tulionayo. Japo mara nyingi wanadamu tunafanya kinyume. Wengi wetu huwa tunapenda kuangalia matatizo tulionayo kuliko ukuu wa Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 30, tunamwona Petro mtume pale. Alipouona upepo tu wakati anatembea juu ya maji, Yesu alipomwambia nifuate, akaanza kuchukua hatua ya kumfuata. Lakini wakati anatembea juu ya maji, alipouona upepo tu, hofu ikaingia, akaanza kuzama. Kwa hiyo mimi na wewe inawezekana wakati mwingine katika maisha kuna mambo ambayo tunakutana nayo. Zile sauti za adui, wakati mwingine sauti za watu, inafika mahali zinatuondolea imani kubwa tulionayo katika Mungu, na kujikuta hofu inaingia ndani yetu. Na hofu ikishaingia ndani yetu, sio rahisi kushinda, kwa sababu tunakuwa tumepungukiwa imani. Jambo la tatu, mawazo mabaya au wasiwasi. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaona nini? Siku zote mawazo, ngome ya mawazo mabaya ambayo mtu anayo nafsini mwake. Mithali 23 mstari wa 7. Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kile unachokiona wakati mwingine kinaweza kukujengea hofu. Unaona nini katika ugonjwa ulionao? Unaona nini katika changamoto ya uchumi unayoipitia? Unaona nini katika changamoto ya ndoa unayoipitia? Unaona nini katikati ya huduma unayoifanya? Kile unachokiona kinaweza kikakupa ujasiri au kikakupa hofu. Inategemea unakitazamaje.
Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini sana kulinda mawazo yetu. Ila mara nyingi tunapo